Ujumbe kwa raia ya Kivu kuhusu ujumbe uliotangazwa na Major General Maimai William Amuri Yakutumba wa kufukuza MONUSCO katika mkoa wetu wa Kivu ya Kusini na nchini Kongo. Leo tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2021, nimekuja kwenu ndugu zangu wa Kongomani. Ni mimi ndugu yenu logicien nikiwa hapa Kilembwe tarafani Fizi mkoa wa Kivu wa Kusini. Moja ya ni kushukuru Mheshimiwa Major General William Amuri Yakutumba kwa ujumbe wake wa matumaini kwa raia nzima ya Kongo. Basi zaidi hapo, tunapenda kuhimiza raia nzima ya Kongo, raia iungane, ifanye maandamano makubwa ya kufukuza MONUSCO. Kwa mujibu wa kipengele cha 24 cha katiba ya Kongo, kinampa raia wa Kongo kufanya maandamano, kupaza sauti kwa jambo lolote mbaya, kulalamika serikalini. Major General Yakutumba ametoa mwito wa kufukuza MONUSCO. Suala hilo tusiwaachie maimai wenyewe tu, na ndio sababu nimetaka kusema huu ujumbe, kwa sababu kuna watu wanaweza kujiuliza, sasa bwana William alisema tufukuze, atafukuza MONUSCO, atafukuza namna gani? Ni kwa msaada wa raia ya Kongo. Basi tuombe raia tuungane na jeshi letu la ukombozi. Kila kijiji, kila mji mkuu, kwa wazee, wamama, wanaume, vijana, mabinti, idara zote za serikali na za kiraia, wafanyabiashara, wakulima, wavuvi, jumla ya wakongomani wote wazalendo, wasiopenda balkanization, wasiopenda presence ya Wanyarwanda, tuvamie vituo vya MONUSCO tafadhali. Tuwaambie waondoke nchini mwetu, watoke waende kwao. Hiyo ndio kazi tutakwenda kuifanya, na ndio sababu bwana William alisema kwamba yeye atafukuza MONUSCO. Atafukuza MONUSCO kwa msaada wa raia ya Kongo. Tusimwachie mwenyewe kazi hiyo, kwa sababu kazi anayoifanya si kwa maslahi yake mwenyewe, bali ni kwa maslahi ya Wakongomani. Kazi ambayo jeshi la wananchi, jeshi la mapinduzi wamekwisha fanya, kazi ni kubwa sana. Wamefanya kazi ya kufukuza Wanyarwanda katika vijiji walikokuwa wamekalia katika milima ya Fizi na Uvira. Wanyarwanda wengi leo wamekuwa wakimbizi nchini Kenya, Uganda, Burundi na kwengineko. Wengine wamekimbilia Nyangezi na Ituri. Basi wale wachache waliosalia wako kwa ulinzi wa MONUSCO. Kwa hiyo tukifaulu kuondoa MONUSCO, Wanyarwanda wote walioko katika milima ya Fizi na Uvira wote wataondoka kwenda kwa Rwanda, kwa sababu sehemu kidogo iliyosalia, kama wako pale na wanajisikia wako huru, ni kwa sababu ya ulinzi wa MONUSCO. Na ndio sababu tunahitaji tufukuze MONUSCO. Kama tunataka tufaulu kufukuza Wanyarwanda, tufukuze MONUSCO. Ndugu zangu wa Kongomani, njia ya haraka ya kukamilisha ukombozi wa Kongo na Wakongomani kwa jumla ndio hii. Tufukuze MONUSCO. Tukifukuza MONUSCO kwanza waende kwao, tutapata nafasi ya kufukuza Wanyarwanda na wataondoka wenyewe. Baadaye tujue sasa jinsi ya kuanza vita vya ukombozi, kufyagia Wanyarwanda walioko serikalini.
na baada ya kufyagia Wanyarwanda walioko katika serikali, itatupa nafasi ya kuunda serikali ya Wakongomani ambayo haitakuwa na wageni, na hapo Wakongomani watanufaika na rasilimali za nchi ya Kongo. Raia ya Kivu na Kongo kwa jumla, tujimobilize, tufukuze MONUSCO tafadhali. Kongo kamwe haitakombolewa bila kufukuza MONUSCO, na MONUSCO haitatoka Kongo bila sisi raia kuungana na kufanya maandamano makubwa isiyo ya kurudi nyuma. Maandamano ile kwamba tunaenda fanya maandamano, sio kwamba unafanya maandamano na kwenda kulala kwako. Tunahamia kuhamia pale pale walioko, tunawasha moto hapo, tunapiga vyakula vyetu hapo hapo. Mwezi moja, miezi miwili, miezi mitatu, miezi sita, mwaka tuko hapo MONUSCO mpaka itoke. Hakuna cha kulala nyumbani kwetu. Tunalala hapo, mvua inatunyeshea hapo hapo, jua inatupiga hapo hapo mpaka watoke. Hadi kieleweke, ndio maandamano. Sio kwamba tunakwenda leo tena tunarudi nyumbani. Hapana. Tunakaa hapo hapo mlangoni kwao, tunawasha moto, tunapiga chakula chetu hapo hapo. Tunalala hapo hapo. Kila Mkongomani mmoja baada ya mwingine ambia mwenzako, kila anayetaka uhuru wa Kongo, tuungane tufukuze MONUSCO. MONUSCO ikitoka, mpango wa balkanization utaisha. MONUSCO ikitoka Kongo, ule mpango wa kutaka kugawa nchi yetu ndio mwisho. Kongo itabaki kuwa nchi moja yenye kuungana ikiwa kama MONUSCO wakitoka, kwa sababu kazi kubwa MONUSCO ni kutaka kugawa nchi yetu. Mkongomani, kataa nchi kugawanwa. Hatupendi Kongo iingie katika mauaji ya sisi kwa sisi kama yale yanayofanyika Sudan. Mchukue mfano wa Sudan. Madhara makubwa ya kugawa nchi ni raia wa nchi hiyo kuchukiana na kuanza kuuana sisi kwa sisi. Utaleta ubaguzi wa mikoa na ukabila. Kugawa nchi italeta ubaguzi wa Wakongomani, hawa ni wa Sud Kivu, hawa ndio wa Ueste, hawa ndio wa Kunor, hawa ndio wa Este, hawa ndio wasema lugha fulani. Hiyo ndio matatizo inakujaga baadaye nchi ikigawanika. Na ndio maana Lumumba alisema kwamba Kongo itabaki kuwa nchi moja isiyogawanika. Kwa hiyo tunapaswa tusimamie mawazo ya muasisi wetu wa uhuru, Bwana Patrice Lumumba. Ni kitu ambacho alipigania sana, uhuru wa umoja wa Kongo. Na sisi tunapaswa tupiganie sana uhuru wa Kongo. Nchi yetu ikigawanika, na waambia tutaanza kuuana sisi kwa sisi. Kuna mtu wa mkoa fulani amejenga nyumba yake iko sehemu fulani, tutamfukuza, tunyang'anye ile nyumba yake. Hatutamfukuza kwa amani, tutamuua. Toka bwana wewe, hapa sio kwenu. Lakini leo kama kila Mkongomani anajisikia anaweza kuishi kila sehemu, ni kwa sababu kwamba Kongo ni nchi moja. Kwa hiyo wazungu wanataka waingize vurugu katika nchi yetu, kwa sababu wanajua tukiwa tunauana, tunagombana, wao ndio njia ya kuwa wanapora mali zetu. Basi tu. Ile tunasemaga katika mesali kwamba panzi zikiwa zinagombana, kunguru ndo anashiba. Kwa sababu wakati panzi zinagombana, kunguru anapita juu anaona panzi zinagombana pale, yeye anashuka na kuja kuwakula, mnakuwa chakula, mnakuwa kitoweo. Kwa hiyo kugombana kwa Wakongomani ndio kushiba kwa wazungu. Na sisi kitu ambacho tunapaswa kufanya ni kukataa nchi yetu kugawanyika. Basi kwa mapema sana tupinge ugawanyaji wa taifa letu. Sana tuondoe MONUSCO, sababu MONUSCO misho yake kubwa ni kugawa nchi ya Kongo na kuleta mauaji katika nchi ya Kongo. Basi ujumbe wangu ni kwamba Wakongomani tuungane mkono kwa mkono, tuunge wazo la Major General William Amuri Yakutumba.
ametangaza siku 7 kwa MONUSCO waondoke nchini, hususan Sud Kivu. Kwanza tumuunge mkono, tusiwachie mzigo wenyewe tu, tusiwachie wenyewe mzigo kwamba yeye ya Kutumba alisema tafukuza MONUSCO, sasa sisi tukunje mikono tumwachie afanye huko. Hapana, alichokizungumza anategemea jeshi ni sisi raia. Jeshi la kufukuza MONUSCO ni sisi raia. Sisi ndio tusaidiane na yeye, sisi ndio tuwashe moto. Wao wana kazi kubwa wamekwisha kuifanya na wanayoifanya. Kazi ambao wameifanya ni kufukuza Wanyarwanda katika vijiji vyao. Wale Wanyarwanda wanaokimbia kule milimani, milima ya Fizi na Uvira, kama wanakimbia, hawakimbii bure, wanakimbia kwa sababu wanapigwa. Wanakimbia kwa sababu wanapigwa. Kuna vijiji sasa hivi ambavyo Wanyarwanda walikuwa wameikalia, vimeota ni majani tu, hakuna hata mtu mmoja. Hiyo ni kazi kubwa. Kwa hiyo tuungane na wao, tuungane na wao. Asante sana. Nafikiri kwamba ujumbe huu utakuwa umefika kwa Kongomani, na tutafanya hivyo, tuungane. Mkongomani yeyote, gawa ujumbe huu kwa ndugu mkongomani mwingine. Gawa ujumbe huu kwa ndugu mkongomani mwingine. Tunachokifanya, tunataka kuhamasisha watu tusikimbie. Maswala ya kusema Wanyarwanda wanakuja na vita, Wanyarwanda wanatuua, tuanze kifunga mizigo kukimbia. Tuache akili ya kimbia. Hili ni swala lingine kabisa ambalo nataka kulikazia sana, na kila mara huwa nalizungumza. Tuache akili ya kukimbia, mawazo ya kusema kwamba tukimbie twende ugenini. Tuache kukimbia, ni kuachia wageni ile inchi. Mimi nilishukuru sana kitendo kilichofanyika Lusenda na Lweba. Kitendo ambacho kifanyika Lusenda na Lweba tarafani Fizi, ninawapongeza sana vijana walivyojitolea pale. Baada ya maskari wa Kinyarwanda kuua yule kijana Wilonja pale Lusenda, vijana wa Kibembe na wao walisimama wakaua maskari wawili wa Nyarwanda. Vizuri sana. Jicho kwa jicho, jino kwa jino. Na kuondoa wanawake wote na watoto kupeleka vijiji vingine, wakasema sasa kama ni vita tupigane. Na hivyo ndio tunapaswa kufanya tu, hakuna jambo lingine. Lweba, baada ya Wanyarwanda kuua watu 7 na wao vijana wakasimama wakaua Mnyarwanda, nafikiri mliona kwamba serikali ilituma maaskari kuja kushika watu. Lengo lao walikuwa wanataka wafike Lweba waanze kushika watu, lakini kwa sababu vijana walisimama kwenye msimamo, wakasema kama vita ni vita na liwalo liwe, hakuna aliyekamatwa. Na niwaambie, msikubali hata siku yoyote ile kufanya doria pamoja na maskari. Msikubali kufanya doria yeyote pamoja na maskari wa FRDC. Wala wakiwaambia muingie mugari twende fasi fulani, angalisho, mtaingia ndani ya gari mnajikuta mko Uvira, mko ndani ya prison. Msikuwe na tamaa ya kupanda gari ovyo ovyo. Kwa hiyo vijana wote sehemu yote ile ya nchi ya Kongo, watu wasimame. Tusimame. FRDC ni jeshi ambalo linaongozwa na Wanyarwanda. Mimi nawaambia, Kongo imevamiwa. Kuanza raisi wa Kongo ni Mnyarwanda, waziri mkuu, mawaziri, wabunge wote, mpaka magavana. Mtu atasema sasa ni Wanyarwanda namna gani? Ni Wanyarwanda kifikra. Fikra zao ni Wanyarwanda, na Wanyarwanda nchini wamo. Kwa hiyo sisi wananchi ndio tutakomboa nchi yetu. Tuungane na Bwana William Amuri Kutumba, tufukuze MONUSCO ili tupate amani ya nchi yetu.
na zaidi ya yote tuondoe uoga, masuala ya kusema kwamba tukimbie, tuachane na masuala ya kukimbia. Hapa ni kuishi jino kwa jino, jicho kwa jicho. Wanyarwanda wakiua mkongomani mmoja, sisi tunaua 3. Wakiua 10, sisi tunaingia kwenye vijiji vyao tunaua 30. Unajua kitu, mambo mengine tusiwachie tu maimai. Kwa sababu kuna watu wanaolaumu, sasa hivi Wanyarwanda wameuana sehemu fulani, wameemewa wanafanya nini? Hapana. Mimi nawaambiaga kila siku tusiwachie tu maimai mpaka wafanye. Maimai ni uzalendo. Wewe uliako kijana yote, baba yote, mama ulioko kwenye kijiji fulani, wameua wakongomani sehemu fulani, Wanyarwanda wameuana. Na ninyi nendeni kwenye kijiji chao, ingieni pale na mikuki, chome watu mikuki, kate watu vichwa. Basi inatosha. Huo ndio mtindo uliofanyika Afrika Kusini. Afrika Kusini wakati wazungu wanaoa watu weusi pale. Ndicho kilichofanyika. Wazungu wakiua watu weusi nao wanakwenda kuua wazungu. Na kilieleweka. Kwa hiyo tusikae tunalaumu tu. Wameme wako wapi? Mbona watu wameuawa sehemu fulani? Hawakufanya. Sasa wao watakuwa sehemu zote? Maimai hawatakuwa sehemu zote? Ni wangapi wa kuweza kuenea sehemu zote? Hata serikali yenyewe ambao ndio serikali, maaskari wake hawako kwenye kila kijiji. Hawako kwenye kila kijiji. Wako kwenye sehemu. Kwa hiyo raia sisi wenyewe tujichukulie kujikomboa. Tusikae tunalialia tu kwa sababu tumekuja kuuawa, tunabaki kulialia. Hamna. Wanyarwanda wameingia kwenye kijiji fulani, wamechinja watu, wameua watu ngapi? 7. Watu 7, na sisi tunaingia kwenye vijiji vyao tunaua 50. Ndio kitaeleweka. Serikali ikija kuwatetelea, tunapambana, tunapigana na maskari. Fikiria mwaka 1996. Kama watu maimai wasingejitolea pale kushika silaha na kupigana na jeshi la AFDL, jinsi Wanyarwanda walikuwa wamekuja, tungeuawa sisi wote. Lakini kwa sababu watu walisimama wakasema haiwezekani, tukashika mikuki na mipanga, mawe na malungu, tukaanza kupigana na Wanyarwanda. Wao walikuwa na silaha, sisi tuna mikono bure. Lakini sisi tulipigana nao. Na leo tuna silaha. Mnafikiri zote silaha tuko nazo maimai zitoka wapi? Si ni silaha tulizipata baada ya kwa tunanyang'anya kwenye mikono ya adui. Kwa hiyo tusimamie. Acheni tabia ya kuwa na woga wa kukimbia. Tuingie kwenye mto Yordani. Kila kijana aingie kwenye mto Yordani. Kila mama aingie kwenye mto Yordani. Kila mtoto aingie kwenye mto Yordani. Kila mzee, kila mkongomani, jameni, tuingie kwenye mto Yordani. Ndiko kuna nguvu huko za Mungu. Na ndio tutapata uwezo wa kuweza kupambana na adui. Asante na shukuru sana kwa kunisikiliza. Gawa ujumbe huu kwa kila mkongomani. Jambo, moja ni nguvu. Pa Uvira tunapanda kwenye mtandao. Tulikuwa pia tuulize hali ya Kamombo ikoje? Sisi tuko maeneo ya Kavimvira, tunaona masauti iko mingi ya wake wa jeshi kulia, wakisema wakipiga simu huko wanajibiliwa na waasi kusema kama wamezao tayari wamesha katwa na mipanga. Hatujui biko aina kusema kama Kolonele Yaounde na vile kapoteza maisha. Hatujui habari iko haje. Mtuambie. Umoja ni nguvu. Ni ambapo unapatikana maeneo hayo.